Ulimwengu unakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa mazingira ambayo tayari yameanza kuleta athari hasi kwa binadamu, wanyama na viumbe hai waishio majini. Uchafuzi huu wa mazingira ni mwiba mkali kwa viumbe hai waishio chini ya maji kutokana na taka ngumu kama plastiki zinazotupwa na kuishia baharini na kuendelea kuhatarisha maisha ya samaki ambao kwa sasa wapo hatarini kutoweka. Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP katika ripoti yake ya mwaka 2022 ilieleza kuwa idadi ya uchafu wa plastiki inayoingia kwenye mifumo ya ekolojia ya maji imeongezeka kwa miaka hivi karibuni na inakadiriwa kuongezeka maradufu kufikia mwaka 2030. Zaidi, ripoti ya shirika hilo la mwaka 2021 inaonyesha kwamba plastiki huchangia 85% ya takataka za baharini na inaonya kufikia mwaka 2040 kiwango cha uchafu wa plastiki katika maeneo ya baharini kitaongezeka karibu mara 3. Usemi ambao unaungwa mkono na wavuvi wengi eneo la pwani. Katika ufuo wa bahari wa Junda, kaunti ya Mombasa, nakutana na Hamisi Zuya. Yeye ni mvuvi, anasema zamani wavuvi walikuwa wakivua samaki kwa wingi, lakini kwa sasa wamepungua. Akisema mbali na mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi unaoishia baharini ikiwemo plastiki zimepoteza viumbe wengi wa baharini. Kuna baadhi ya plastiki huwa pia sisi tunazitumia sana watu hususan chupa, hizi chupa za hizi ndogo na zile kubwa huwa tunatumia. Wakati mwingine huwa tunazipata tukiolea kwenye bahari, huwa tunazitumia kama boya ya kueleza zile nyavu zetu. Mfano sasa hivi unaweza vua ukapata samaki ameingia kwenye nailoni ama chupa. Sana huwa unapata mara nyingi huwa amekufa kulingana kwamba kwenye zile chupa huwa hakuna ile hewa safi. Sasa pia huwa ni changamoto. Kama kuna mashirika ama serikali, kama kuna vitengo vyenye vinaweza ingilia kati, ili hata tuko tayari hata sisi kujitolea kusaidiana nao ili kubuni hata kama ni tambo ama pengine ni sehemu ya kuwa ile chupa zinaweza kuwa recycled ili zifanyie matumizi zaidi. Iwapo kutakuwa na ubunifu wa njia za hizi takataka kama ni karatasi ama ni chupa zimetumika zinaweza kutumika kwa mahali sahihi, yani kuyeyushwa na kutengenezwa vingine upya. Huenda miaka 10 ijayo utakuwa ile janga la uchafu itakuwa limeisha kabisa. Halima Shilingi ni afisa wa uvuvi katika muungano wa vikundi vya wavuvi eneo la Kwale, yani Beach Management Unit Network. Yeye pia ni mtetezi wa viumbe wa baharini, hasa kasa. Shilingi anasema idadi ya kasa inapungua kwa kasi kwa sababu makazi yao yanafunikwa na takataka aina ya plastiki, huku wengi wao wakifa kabla ya kuwa wakubwa. My name is Halima Shilingi. I'm the fisheries officer for Kwale County BMU Network, and I work with Kwale County BMU Network. Miezi kadhaa nyuma nilikuwa nafanya na BMU Cattle Watch, na tukifanya na BMU Cattle Watch tulikuwa na kitengo ambacho tunashughulisha na mambo ya plastic pollution. Tulikuwa shule zikikuja ama groups ambazo wanapenda kufanya mambo na mazingira, wanakuja wanajiunga na sisi, tunafanya clean up. Yani tunachukua tu magunia, tunaingia kwa ufuo wa bahari, tunaendea kuokota uchafu. Shilingi anaamini kuwa vijana ndio msingi wa mabadiliko ya kupunguza utumizi wa plastiki. Hivyo kuna haja ya wao kuelimishwa kuhusu utunzaji wa mazingira. Against plastic, mambo ya kuchunga mazingira yetu. Tutakuwa na utofauti, lakini sidhani kama tutakuwa tunalitatua jambo la nini. Lengo namba 14 la malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs linazungumzia maisha ya viumbe hai waishio chini ya maji na kusisitiza matumizi endelevu ya uhifadhi wa rasilimali zilizopo baharini ifikapo mwaka 2030. Lengo ambalo huenda likatimizwa kutokana na juhudi za watu na mashirika mbalimbali yanayojitolea kutunza mazingira kwa njia mbalimbali. Katika kaunti ya Kilifi, nakutana na Steven Otieno, maarufu kama Mr. Zero Plastic. Hapa anaeleza kuhusu shughuli wanazofanya za kulinda mazingira kupitia shirika lao la Bahamadzo Ganze. Naitwa Steven Otieno, almaarufu kama Mr. Zero Plastic. Natoka Kilifi katika wadi ndogo ya Mnarani. Mimi ni mwana mazingira, si kwa kusomea lakini kwa passion. Tunadili na mambo ya Zero Plastic Waste Campaign, environmental conservation into the mangrove restoration program, tree planting and education program for environment. Mr. Zero Plastic. Okay, mwaka 2023 ilizindua kampeni ya Zero Plastic. Zero Plastic campaign awareness to the community. Ili waweze kujua mambo ya
madhara ya plastiki. Then ile campaign inahitaji kuwa na brand ambassador. The person will push it to the next level. So that's why I call myself Mr. Zero Plastic under the Zero Plastic campaign. Baada ya kukusanya takataka hizo, hasa plastiki, wao huzifanyia nini? And these partners, they will always have something that they want to benefit from this cleanup. First of all, we deal with municipality. Because when you clean municipality, tumapunguzia kazi, and we need their truck to collect the waste. Two, if there's no municipality, there's these small young CBOs that do recycling. They have buybacks, they have yards za plastic. So we tell them, guys, kujeni to partner in this activity. So nyinyi kinataka kutoka kwenu, leteni tu box mbili za gloves, nyinyi mataka plastiki, leteni gunia 10, sisi tutatoa maji. So akikuja tutafanya clean up, chenye tuta collect watachukua, wamepata. Wakishachukua wataenda ku. So in case we do a general clean up with no plastic collection, if you do like your total of like kama hizo chakula, hizo organic waste and food, hizo glass waste, rubber waste, that's where we bring in municipality because wasa wata collect hizo organic waendelea. Na je, wanahusishaje jamii katika mchakato huo wote? We as organization who are to base into issues of waste and waste management, issues of climate change, but we are so much deeply focused on the matters of waste and waste management, especially under the issues of plastic pollution. When it comes to issues of plastic, it is so much affecting the environment, so much putting our environment in a ICU state. We try as much as possible to make sure that we fight the issues of plastic so that we can be able to save our planet, save our climate, and save our environment. As you know that in every year, 3 million tons of plastic waste is produced every year. And when marine is affected, we also be in a very bad state. Currently in our town, the issue of plastic imepungua kwa sababu tunapambana. Yeah, we work so hard. Now we partner with organizations. We partner with Kilifi County Department of Environment, Municipality of Kilifi. So kwa saizi tumepunguza, tumepiga vita na tumepunguza. Juhudi hizo anasema zimeanza kuzaa matunda. Juhudi sawia na hizo zinaendelezwa na shirika la EcoWorld Recycling kutoka eneo la Watamu, kaunti ya Kilifi. Joy wa Mulama ni afisa mratibu wa wasiliano uchanganuzi kutoka shirika hilo linalokusanya takataka aina plastiki na kutengeza bidhaa mbalimbali ambazo huuzwa. EcoWorld tuna mandate yetu main ni empower community, especially the women and youth, by developing the plastic circular economy value chain. So tunasaidia wanawake na vijana kwa community kupitia the plastic value chain. So ni plastic waste, tukitoa kwao tunawafunza kutengeneza kama ni art pieces za plastic zenye wanaweza uza ama vifaa zingine zenye wanaweza reuse kama kutengeneza kitchen gardens na plastic waste. So various value chains zenye zinaweza wa benefit kama vijana na wanawake. Hata hivyo, anasema kazi hiyo haikosi changamoto zake. Katika bahari ile data inaonyesha plastiki inazidi kuongezeka kwa environment yetu. Inakuwa estimated ni around 3 billion plastic inakuwa consumed per day. So hizo ni plastiki nyingi na most zinaenda kwa environment. Kwa plastic pollution na hiyo management ni mostly kwa solid waste management. Ya kwanza ni kama zile policies, hakuna implementation ya policies, alafu pia infrastructure functions management. Lakini through education and sensitization improve lifestyle ya a lot of people, especially when tuna deal now directly community members. Ni juhudi ya kila mtu. So ni situation yenye ni kila mtu lazima take responsibility. Mtu mmoja atakuja na solution. Lakini anasema kwa kuwahusisha wanawake na vijana katika juhudi hizo, wameanza kuona mabadiliko kwa jamii, kwani hawatupi taka hasa plastiki ovyo. Sheriff Injamu ni mtaalamu wa masuala ya mazingira ya baharini, yani marine ecologist. Pia ni mratibu wa vijana kutoka shirika la Africa Climate and Environment Foundation. Anasema takataka aina ya plastiki si tishio tu kwa samaki na kasa, bali pia kwa wanadamu. Tatizo la plastiki kwenye bahari zetu inaendelea kukua kila siku. Ile idadi ya zile taka inaendelea kuongezeka kulingana na vile makampuni ambazo zinafanya production ya hizi taka pia zinajizatiti katika ulimwengu wa kibiashara. This is really growing and bringing a lot of threat within that ecosystem. Kwa hivyo hizi taka zinaua viumbe wengi kule baharini, na kando na bahari tu pia sisi binadamu ambapo tunategemea ile bahari
na hayo ndio makao na mazao ya hizo samaki. Sasa kuendelea kuchafuka kwa bahari na hizi plastiki kunaendelea kuleta madhara mengi kuliko faida. Zaidi, madhara yenyewe ni kama magonjwa, kwa sababu utafiti ambao unafanywa sasa hizi unapata ile samaki nyingi ambazo tunakula sasa hizi zingine zina plastiki, chembe za plastiki tayari. Ya tatu, kuna viumbe muhimu sana kule baharini kama kasa ambavyo vinafanya ile kazi muhimu kuleta ile stability ya ocean ecosystem. Sasa unapata kasa anaathirika sana kiwango kwamba hata idadi yake imepungua ulimwengu mzima, na iwapo tutapoteza kasa kutaleta madhara makubwa kwa sababu yeye yuko na zile breeding function. Ili kupunguza uchafu wa bahari, anasema wameungana na mashirika mbalimbali kufanya usafi katika fuo za bahari na kutoa hamasa kwa jamii kuhusu utunzaji wa mazingira. Sisi kama shirika peke yetu hatuna ule uwezo wa kupambana na hili janga nzima. Inahitaji a very serious multi-stakeholder collaboration. Kadri ya uwezo wetu sofa, tumekuwa tukihamasisha jamii kuhusu athari za plastiki katika nyumbani makwao na pia kule baharini. Sasa kando na hiyo, pia tumekuwa tukifanya ile capacity building na training na community led organization group, tukifanya clean up action. Na katika zile clean up action zetu, we also make an effort na partner with management stakeholders kama Kenya Wildlife Service, ndio tuweze pia kuhamasisha zaidi ionekane zile nyenzo tunazotumia kupambana na plastiki ni jukumu la kila mtu. Msikilizaji, kupitia usafi wa fukwe za bahari, elimu kwa jamii na ubunifu wa matumizi mbadala ya plastiki, matumaini ya kufanikisha lengo namba 14 la maendeleo endelevu yanaonekana huenda yakatimia. Ila ni wazi kuwa mabadiliko haya hayawezi kufikiwa na mtu mmoja pekee, bali kwa ushirikiano wa kila mmoja wetu katika kupigania mazingira safi na salama kwa viumbe wote. Haya yamekuwa makala ya plastiki dhidi ya bahari. Nimekuwa wenu Esther Chiro.